Hujambo mwana J24 Hours TV, karibu katika makala hii fupi ambayo inahusu historia ya Yemen pamoja na kikundi cha wanamgambo wa Kihouthi. Yemen ni miongoni mwa maeneo ya kale zaidi katika Arabia Kusini. Ilijulikana kama Arabi Felix, Arabia yenye baraka na Warumi, kwa sababu ya rutuba na biashara ya manukato kama udi na ubani. Uislamu na ukhalifa. Yemen ilikubali Uislamu mapema mno mnamo mwaka 628 baada ya Kristo. Baada ya kuingia Uislamu ilitawaliwa na makhalifa Ar-Rashidun. Vile vile Yemen ikawa ni kitovu cha elimu na kiutamaduni, hasa katika fiqhi ya Zaid, yani Shia ya Kizayid. Ukoloni na vita vya ndani. Mnamo karne ya 16 sehemu za Yemen zilivamiwa na Ottoman Empire. Karne ya 19 wa British walidhibiti Aden, yani bahari muhimu kwa biashara na njia ya kuelekea India. Mnamo karne ya 20 Yemen iligawanyika mara mbili. Yemen kaskazini iliongozwa na maimamu wa Zaid, kisha ikawa Jamhuri ya Yemen ya Kaskazini mwaka 1962, na Yemen ya kusini iliyo chini ya Uingereza ikawa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Watu wa Yemen, Socialist State mwaka 1967. Muungano. Ilipofika mwaka 1990, Yemen kaskazini na Yemen kusini ziliungana kuwa Jamhuri ya Yemen chini ya Rais Abdullah Saleh. Baada ya hapo kulikuwa na migogoro ya kisiasa, kiuchumi na kidini, jambo ambalo lilitoa mwanya kuweza kujitokeza kwa makundi mbalimbali ya kigaidi. Miongoni mwa makundi hayo ni kikundi cha Houthi. Kilianzia kaskazini mwa Yemen, hasa katika mkoa wa Saada miaka ya 1990. Kiliundwa na wafuasi wa Uislamu wa madhehebu ya Shia Zaid chini ya uongozi wa familia ya Al-Houthi, Hussein Al-Houthi, kiongozi wa kwanza wa kundi hilo. Kikundi hicho kilikuwa ni cha kidini na kisiasa chenye kutetea maslahi ya Wazaid waliokuwa kihisi wananyanyaswa hasa na serikali kuu ya Sunni. Ilipofika mwaka 2004 hadi mwaka 2010 kulikuwa na vita kati ya serikali ya Yemen na waasi wa Houthi. Hussein Al-Houthi aliuawa mwaka 2004, lakini kikundi hicho kiliendelea chini ya ndugu yake Abdul Malik Al-Houthi. Ilipofika mwaka 2011 mapinduzi ya Kiarabu, yani Arab Springs, yalipozuka, Houthi walipanua nguvu zao zaidi. Mwaka 2014 Houthi waliteka Sanaa, mji mkuu wa Yemen, na kumfukuza Rais Abed Rob Mansur Hadi. Vita vya kiserikali na kiushawishi. Kuanzia mwaka 2015 Saudi Arabia iliongoza muungano wa kijeshi kwa msaada wa Marekani na mataifa mengine ya Kiarabu dhidi ya Houthi, wakidai wanapata msaada mkubwa kutoka Iran. Houthi wameshtumiwa kutumia makombora na ndege zisizokuwa na rubani kushambulia miji ya Saudi Arabia na Marekani. Umoja wa Mataifa na baadhi ya nchi zikiwemo Marekani na Uarabuni wamewatambua wa Houthi kama kikundi cha kigaidi. Hata hivyo Houthi wanajiona kama Ansarullah, yani wasaidizi wa Mwenyezi Mungu, wakipinga kile kinachoitwa uingiliaji wa kigeni. Hali ya sasa huko Yemen. Yemen imegawanyika. Sehemu kubwa ya kaskazini ikiwemo Sanaa inadhibitiwa na Houthi, huku serikali rasmi ikihamishia makao yake makuu huko Aden. Mgogoro huu umeleta misiba mikubwa ya kibinadamu, njaa, vifo vya raia, magonjwa na kuanguka kwa uchumi kunazidi kukua zaidi siku hadi siku. Ilipofika mwaka 2015, vita vya kikanda. Muungano wa Kiarabu ulioongozwa na Saudi Arabia ukisaidiwa na Marekani walianzisha mashambulizi dhidi ya kikundi cha Houthi cha Yemen. Ilipofika mwaka 2020, Houthi walishambulia Saudi Arabia kwa makombora na drones. Mwaka 2021 hadi mwaka 2023 vita vinasita kwa sehemu, lakini bado kuna mapigano na hali ya kibinadamu inazidi kuwa mbaya zaidi. Hebu sasa tuangalie Houthi na mapigano dhidi ya Israel, asili ya uadui wao.
Houthi wanajiita Ansarullah na wanashirikiana kimkakati na Iran, ambayo ni adui mkubwa wa Israel. Wanaunga mkono kundi la Hizbullah la Lebanon na Hamas la Palestina. Houthi hutangaza kuwa wako mstari wa mbele kwenye mukawama, yani mapambano dhidi ya Israel na Marekani, jambo ambalo limepelekea kuweza kuibuka kwa vita hivyo. Matukio ya kihistoria kati ya Israel pamoja na kikundi cha wanamgambo wa Houthi. Mwaka 2000 hadi mwaka 2010 hakukuwa na mapigano ya moja kwa moja kati ya Houthi na Israel. Chuki yao ilikuwa zaidi ya kauli na maandamano. Lakini ilipofika mwaka 2015, baada ya kuimarika kijeshi kwa msaada wa Iran, Houthi wakaanzisha mashambulizi dhidi ya Israel kwa makombora na ndege zisizokuwa na rubani. Migogoro ya moja kwa moja. Ilipofika mwaka 2021, baada ya mapigano kati ya Israel na Hamas, Houthi walituma vitisho dhidi ya Israel, lakini hawakufanikisha mashambulizi makubwa. Mwaka 2023 hadi mwaka 2024, vita huko Gaza, Houthi walianza kurusha makombora ya ballistic na drones kuelekea Israel, wakidai kwamba wanatetea wanamgambo wa Palestina Hamas. Marekani na Uingereza walidai mashambulizi mengi baharini yameweza kuzuiwa. Baadhi ya drones zilizorushwa kuelekea Israel zilidhibitiwa, ingawa baadhi yao ziliweza kupenya, kwa mujibu wa mashirika mbalimbali ya utangazaji. Mashambulizi ya baharini, hususan bahari ya Sham, yani Red Sea attack, yalizidi kuendelea kutoka kwa wanamgambo wa Houthi wakilenga meli za Israel, huku wakidai kwamba ni kisasi dhidi ya wenzao wanaouawa huko eneo la Palestina. Houthi walishambulia pia meli zinazohusishwa na Israel au meli zinazopita katika Bab el-Mandeb, mlango muhimu wa kimataifa. Hii ilileta uingiliaji wa kijeshi wa Marekani na washirika wake ili kulinda usafirishaji wa kimataifa wa bidhaa muhimu. Hadi sasa vita hivyo vinazidi kuendelea kati ya Houthi pamoja na Israel. Makombora ya masafa marefu yanayotumwa na Houthi yanasababisha athari kubwa huko Israel, licha kwamba Israel inajibu kwa mashambulio ya kimkakati zaidi. Shambulio la hivi karibuni la Israel lililosababisha vifo vya viongozi wa juu kabisa wa kundi la Houthi limezua gumzo na kusababisha mzozo huo kuweza kuongezeka, kwani Houthi wamejibu shambulio hilo katika malengo yaliyofanikiwa kwa kiasi kikubwa. Hofu dhidi ya raia zinazidi kuongezeka, huku jeshi la Israel likisema kwamba ving'ora vya tahadhari vinazidi kupigwa mara kwa mara ili kuweka raia katika hali ya kiusalama. Tafadhali share na subscribe channel yetu hii. Jina langu naitwa Sam Judiciary. Ikiwa unapendezwa na kazi zetu, tafadhali tunakuomba ucomment kwa kuandika vyema. Hapo tutajua mwana J24